lazima neno hili ulijue. Mungu anajitambulisha, anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Alafu kuna mahali anasema, je, ni jambo gani asiloliweza? Manake kama Mungu ni wa wote wenye mwili, kwa tafsiri kwamba Mungu ni wa makahaba, Mungu ni wa waganga wa kienyeji, Mungu ni wa wachawi, Mungu ni wa majambazi, Mungu ni wa watu wa dini zote. Mungu ni wa kwangu, Mungu ni wa kwako pia. Sema amen. Kwa ukishajua Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, sasa pale lazima ujue, ili Mungu akujibu wewe, lazima kuna mtu mmoja mwenye mwili uweze kumzidi nguvu na maarifa kwenye kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uweze kumzidi, na ukishindwa kumzidi, maana yake utakuwaga unaomba lakini unabakia pale pale kila itwapo leo. Na kwa namna hiyo, ili nikuelekeze uelewe vizuri, mtu mmoja ambaye amesomea udaktari anapoenda kufungua, tuseme ni duka la dawa, anafungua hospitali, anaenda kazini, ameajiliwa serikalini lakini ni dokta, maana yake mtu huyu anamuomba Mungu amsaidie kuleta wagonjwa waje kwake, na wale wagonjwa wakiugua, yule mtu anarudi mbele za Mungu, anamshukuru Mungu, anasema ninakushukuru Mungu, siku ya leo ilikuwa ni siku ya kazi kwangu. Sema amen, amen. Nani ananielewa kidogo? Aseme amen. Kwa kumbe kuna daktari mmoja, kuna mtu mwenye maabara mmoja anaomba wewe ugue ili wewe uende kwake, na wakati huo huo wewe hapo unaougua unamuomba Mungu pia, unamwambia Mungu, ninakuomba uniponye. Wengine tunaomba kwamba tusitumie hata dawa, tusiende hata hospitalini, tunataka Mungu atuponye tukiwa hatujatumia dawa. Sema amen, amen. Na wote tunaenda mbele za Mungu, lakini kuna mwingine yeye amejenga nje ya hospitali, ameweka pale kabisa kibanda chake, duka lake, na huyu naye anaomba, anasema katika wagonjwa ambao wanaumwa, Mungu nipatie watu ambao watakufa ili niwauzie majeneza, ili niuze sanda zangu. Kwa unakuta wote watu hawa wanamuomba Mungu ili mgonjwa asiende hospitalini, anatakiwa awe na nguvu zaidi. Sema amen. Ili daktari apokee wagonjwa wa kutosha, anatakiwa na nguvu zaidi. Ili muuza majeneza naye aweze kupokea marehemu wa kutosha, anatakiwa na nguvu zaidi. Sasa wote tunaenda kumuomba Mungu. Kama mimi namuomba Mungu, mgonjwa anamuomba Mungu, daktari anamuomba Mungu, muuza majeneza anamuomba Mungu, na mwingine mwenye laana pia amekulaani ili ugue muda mrefu aone ukiteseka. Inamaanisha mwenye nguvu ya kuchua maarifa ya kuomba ndiye atakayebakia kuwa salama. Sema amen, amen. Nani ananielewa kidogo? Aseme amen. Kwa mimi nakufundisha leo kwamba katikati ya kuomba, sio wewe tu unaomba, watu wengi wanaomba. Unapoenda kwenye interview ya kazi, ukishaambiwa interview, manake wako watu zaidi ya 800, 700, 1000, 100,000. Wale watu kila mmoja ana Mungu wake. Kila mtu ameenda pale anaomba. Kila mtu anaitaka nafasi ambayo mnaiwania. Kwa anayejibiwa ni yule mtu ambaye ana uweza wa kujibiwa maombi yake. Sema amen. Kinachojibiwa sio application ulizopelekwa. Kinachojibu maombi yako ni maombi uliyopeleka mbele za Bwana yakipata majibu. Ndio maana kuna watu mnaweza mkaomba kazi, unastahili, vigezo unavyo, lakini hauitwi kazini. Kwa sababu gani? Kuna mtu yamkini aliomba zaidi ya wewe ulivyoomba. Kwa Mungu amemtanguliza kwanza, yeye atangulie wewe ubakie. Na leo nitakufundisha ili maombi yako utakayoomba Mungu awe upande wako akujibie upesi. Maana Mungu anasema mimi nitawajibu upesi wale waniombao mchana na usiku. Kwa Mungu kama atafanya hivyo kwa haki yake, basi akukumbuke na wewe kwa jina la Yesu. Nasema akukumbuke na wewe kwa jina la Yesu. Narudia tena, akukumbuke na wewe kwa jina la Yesu. Nataka nianze kufundisha sasa, ili maombi yako yalete majibu ya upesi na haraka sana. Ili maombi yako yalete majibu ya tofauti na wengine walivyoomba, lazima uwe na haya mambo manne uyafanye kwa uaminifu. Alafu utaona yale majibu uliokuwa ukiyasubiria yatakuja kwa upesi sana. Ili muombaji aweze kujibiwa, anatakiwa na kitu cha ziada. Ndio maana nachukulia mfano wa watu wanaoenda kufanya application ya kazi, huwa kuna attachment, others attachment. Kwa hiyo unaweza kani ni kazi imetoka, ni kazi ya walimu, ila mwingine ana attachment ya kompyuta. Kwa
Kwa inaweza ikampa nafasi ya kuchaguliwa upesi zaidi. Na wote tunaweza tukawa tunaomba, lakini ambaye anajibiwa zaidi ni yule mtu ambaye ana kitu cha ziada kwenye kuomba kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi nakufundisha, najua kuomba unajua, ila nakufundisha vitu vinne vya ziada ambavyo vinaweza kusababisha Mungu ajibu maombi yako kwa haraka sana. Wangapi wanataka kujibiwa na Mungu kwa haraka sana? Wangapi wanataka wajibiwe na Mungu kwa haraka sana? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 1, kudumu katika maombi. Kitu cha ziada ambacho kinasababisha Mungu aweze kukujibu kwa haraka sana ni kudumu katika maombi. Kiwango cha mtu anavyoweza kudumu kwenye maombi ndio kiwango cha majibu yanafanyika kwa wepesi sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Luka sura ile ya 18 mstari wa 1, utamwona mwanamke mmoja mjane alikuwa amekaa akiwa akiomba siku zote. Yaani siku ilipogeuka yeye aligeuka na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Yesaya sura ya 62 mstari wa 6 na wa 7. Kitabu cha Yesaya sura ile ya 62 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, juu ya kuta zako, Yerusalem, nimeweka walinzi. Hawatanyamaza kamwe usiku na mchana. Ninyi wenyewe kumkumbusha Bwana, msinyamaze wala msimpe mapumziko hata atakapoamlisha Yerusalem na kuifanya kuwa sifa duniani. Kwa kuna vitu ili vitokee kwako vinahitaji muendelezo, vinahitaji consistency. Yaani uende mbele za Mungu sio kwa mihemuko, sio kwa sababu fulani. Unaenda mbele za Mungu ukiwa ni muombaji, mtu mwenye asili ya kuomba. Matokeo huwa yanatokea kwa wepesi sana. Ndio maana ninataka nikwambie, experience inamfanya mtu kuwa bora zaidi. Kwa kadri anavyozidi kutenda kazi ya jambo fulani, anapata maarifa zaidi ya ile kazi anayoifanya. Ndio maana leo hii ukitaka umfuate mwalimu, yeye hata ukimwamsha usiku anaweza kuzungumza anachokifundisha. Ukimfuata daktari, ukimweleza dalili zako, anajua hii inaweza kuwa ni shida fulani kwa sababu ya idadi ya mahudhurio yake kwenye kazi yake. Na hivyo hivyo mtu anayeomba kila muda anapokea maarifa zaidi, anakuwa karibu kuifahamu na kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu mtu yule yuko kwenye kitengo cha maombi. Sema amen, amen. Kuna muda mwingine hawezi kujibiwa na Mungu na utaona kama Mungu hayuko upande wako kwa sababu kile unachoomba, Yakobo anasema omba vibaya. Unaomba kwa sababu ya tamaa zako. Yaani leo hii umekuja tu hapa unamwambia Mungu, ninataka unipe mume, na unipe mume. Mungu nataka mume. Unakoma maombi yako ya kufunga na kuomba siku 3. Lakini ndani ya moyo wako kabisa unajua, nikishapata mume, mimi nataka nikawatishie watu. Nimalizane na watu waliosema kwamba mimi sitakuwa hivi. Kwa unakuwa ni mtu unaomba, lakini unaomba kwa misimu. Manake usipojibiwa na Mungu unabadilisha maombi, unaacha kuja kanisani, unaacha kuomba. Manake mtu wa namna hiyo Mungu huwa amtendei sawasawa na akili alichoomba. Lakini wako watu ambao wao watamuomba Bwana asubuhi, watamuomba Bwana mchana, watamuomba Bwana usiku, naye Bwana atawajibia. Sema amen, amen. Yesu akatufundisha kwa habari ya mtu mmoja, ni hakimu. Mama mmoja akawa anamwendea, Biblia inamtaja kama mkadhi. Huyu mwanamke akawa anamwendea kila baada ya muda, anaenda anadai haki yake. Mtu huyu akawa amechoka kabisa, anaona kero kila muda. Lakini kwa sababu ya vile mama alivyokuwa kimgasi na kumfuata, huyu mtu alimpatia haki ya mama. Kwa ile haki ilipopatikana, Kristo akasema kama huyu mama alitendewa haya, inamaanisha hata mimi na wewe tukienda mbele za Bwana, tukamwambia Bwana tunataka leo asubuhi, tunataka mchana, tunataka usiku, inalazimisha maombi yako yajibiwe na Mungu. Kwa sababu Mungu anaangalia consistency ya kwako. Mungu anaangalia kiwango cha kwako vile unavyomwendea kila muda. Sema amen, amen. Kwa watu wengi hawana maombi ya kumfuatilia Mungu kila muda. Kuna watu ambao nimewaona wana maombi ya kazi, wakipata kazi hawataki kumwomba Mungu tena. Kuna watu walikuwa na maombi kwa sababu Mungu hawaponyi, walivyoponywa na Mungu hawakuendelea tena.
Kuna watu walikuwa wakimwomba Mungu ya kwamba awapatie jambo fulani, walipopatiwa hawakuomba tena. Kumbe jambo lolote Mungu anaweza kukupatia uliloomba, lakini linahitaji tena muendelezo wa maombi. Umwambie Bwana, katika hili naomba unilinde, katika hili naomba ulitunze, katika hili naomba uliongeze. Na ndio maana wengi wametendewa na Mungu, baadaye wanasema labda ilikuwa ni mazingaombwe, maana imetokea kwa muda mfupi, baadaye imetoweka. Ila leo hii nakuombea kwa jina la Yesu aliye hai, Roho Mtakatifu akusaidie kwenda mbele za Bwana kuomba kwa muda, kwa kiwango kisichohesabika. Na Wathesalonike anasema ombeni bila kukoma. Watokee watu ambao wataomba bila kukoma, alafu Mungu atarajibika kuanza kujibia maombi yao kwa jina la Yesu. Nani anaelewa? Aseme amen kidogo. Kitu cha pili cha ziada ni nguvu ya sadaka. Nguvu ya sadaka. Ulimwengu wa roho, upande wa sadaka una nguvu zaidi kuliko sadaka inayotolewa katika mwili. Maana kuna sadaka ya rohoni na kuna sadaka ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ya mwilini ni ile sadaka ambayo unasikia kumpelekea mjane, unasikia kumpelekea yatima, unasikia kumsaidia ndugu yako, unasikia kumsaidia mlemavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile inaitwa sadaka ya mwilini, kwa sababu mtu huyu atapokea kwa moyo wa kukushukuru ili wewe upokee maongezeko. Kwa atakupa shukrani, lakini hana uwezo yamkini wa kukuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna sadaka inaitwa sadaka ya rohoni. Unapoenda kutoa sadaka mbele za Bwana, ile sadaka inakuwa na nguvu kwenye mambo yako yote ya rohoni, inakusaidia wewe. Sasa ili uende uombe mbele za Bwana, mashindano, maombi yanayohusiana, mambo yanayozalishwa kwenye ulimwengu wa roho, inategemeana sana na kiwango cha sadaka unaotoa kwenye ulimwengu wa roho kumaanisha. Sijui kama mtu mmoja ananielewa, maana kipengele cha sadaka ni kigumu kukielezea, ila kina matokeo makubwa kwa mtu anayeelewa. Sadaka unayoijua wewe ina nguvu kuliko idadi ya maombi unayoomba. Kuna watu wanaweza kunena, kuna watu wanaweza kuomba asubuhi mpaka jioni na usiku, lakini fuatilia maisha yao hayana matokeo. Maombi yao hayana majibu, kwa sababu watu hao walipungukiwa tu nguvu ya sadaka. Sadaka iko na matokeo makubwa sana, kwa sababu vyote vinavyotengenezwa vinahitaji sadaka itolewe ndio vilete matokeo. Angalia vizuri, kuzaliwa kwa Yesu na Bikira Mariamu na Yusufu ilikuwa ni sadaka ya mwilini. Manake mama huyu alikuwa anataka mtoto, yamkini anapewa mtoto. Baba huyu alikuwa anataka mtoto, yamkini anapewa mtoto. Lakini kitendo cha kukomboa ulimwengu tunasema ni neema, maana wokovu ni bure kabisa. Kila mtu anajua wokovu ni bure. Hatuna gharama ya kulipia wokovu. Wokovu tumepewa, ni neema imejifunua. Ila ili neema hii mfikie mtu, inatakiwa damu ya Yesu Kristo ifanyike kwa sadaka kwa ulimwengu. Ili ile sadaka ikitolewa, ikimwagika sadaka, ikipelekwa madhabahuni sadaka, ile sadaka inaanza kuwapatia watu ile neema iliyofichwa mbele yao. Ndio watu wanapata wokovu bure, kwa sababu sadaka fulani ilitolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na damu ya Yesu haikutolewa tu kila mahali walipojisikia kuitoa. Damu ya Yesu ilitolewa madhabahuni. Takufundisha utaelewa tu vizuri. Damu ya Yesu wanaposema tufungulie Baraba, kulikuwa na uwezekano wezi wale wangeuliwa pale pale mbele ya Pilato na Herode, lakini walitakiwa wafunge safari waende paka mahali panaitwa Garigota, maana yake mahali pafuvu la kichwa. Wakishafika Garigota, pale ndipo damu inatakiwa imwagike. Maana yake pale palikuwa na madhabahu ambayo kazi yake ni kuua na kuhakikisha kila kinachozaliwa kiende katika mfumo wa mafuvu. Sema amen. Kwa damu inatakiwa iende ilipie gharama inayotawiwa juu ya madhabahu ile ya Garigota. Nani ananielewa kidogo aseme amen? Nani ananielewa kidogo aseme amen? Tikiza jirani yako, mwambie ni sadaka. Mwambie ni hatua ya pili kile usichokipendaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuhubiri pamoja, mgeukie tu jirani yako, mwambie kile usichokipendaga. Mwambie usiyempenda kaja. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nawaambiaga na niliwafundisha, mtu yeyote aliyeokoka kuanzisha mfungo wa tatu kavu hauna sadaka ni kutafuta vidonda vya tumbo. Kufunga masaa 12 hauna sadaka ni kujitafutia tu kupunguza mwili wako uwe kimbaumbau. Lakini watu wenye maarifa wanajua kabisa, siwezi kwenda mbele za Bwana mikono yangu ikiwa mitupu. Sio Pastor Mbasha anasema, ila ni Mungu anasema, usije nyumbani mwangu mbele zangu ukiwa na mikono mitupu. Manake sadaka ina uwezo wa kusababisha mambo yaliyoshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho yakawezekane kuachiliwa. Pale unakutana na mlokole mmoja kavuruga rika raba shake riaka, lakini baadaye akiinuka anabakia na vilio vile vile paka nyumbani kwake. Lakini sadaka ina nguvu ya kubadilisha mambo kwenye ulimwengu wa roho. Kuna vita vingine sio vya kutamka tu jina la Yesu bure bure. Unapoitamka damu ya Yesu, maana umeenda kwenye kiwango cha idadi ya sadaka inayotakiwa tolewa. Mtu mmoja aelewe kidogo, aseme amen kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka inasaidia kujibu maombi. Kuna maombi alikuwa nayo mtu anaitwa Kain, na kuna maombi alikuwa nayo mtu anaitwa Abeli. Biblia inasema hawa ni watoto wa baba mmoja, mama mmoja. Maana yake kama wamezaliwa tumbo moja, Mungu hawezi kupendelea. Lakini hawa watoto wanaenda mbele za Bwana. Mmoja ni mkulima, mmoja ni mfugaji. Mmoja anamuomba Mungu, anamwambia nibarikie shambani. Mmoja anasema nibarikie mifugo yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyekuwa mkulima alikuwa anaitwa Kain, na aliyekuwa mfugaji alikuwa anaitwa Abeli. Angalia vizuri hii parable ilivyokaa vizuri. Maana yake kama Kain alikuwa yeye anapeleka sadaka iliyo hafifu, iliyo ndogo mbele za Bwana, alafu ndugu yake yeye ni mfugaji, anafuga kondoo, anafuga mifugo. Tunaona Kaini anapeleka sadaka na Abeli anapeleka sadaka. Sio kwamba hawajapeleka, wote wamepeleka. Lakini kwa nini hasira iwake mbele ya Kaini? Maanake Kaini akimtazama Abeli anaumia kitu gani? Kwa nini ndugu yake abarikiwe yeye aumie? Ukisoma Biblia unaweza ukasoma kwa wepesi ukasema kwa sababu alisikia tu huzuni ndani ya moyo, sadaka imepokelewa kwake haijapokelewa. Mahali gani ambako Biblia imesema sadaka ya Kaini haijapokelewa? Sadaka yake ilienda mbele za Mungu na ilifika mbele za Mungu. Ila huyu Abeli yeye alikuwa na nguvu zaidi. Kwa lugha rahisi naweza nikakuongezea kitu usichokijua. Kama huyu alifuga mifugo, huyu alikuwa ni mkulima. Kwa sababu alitoa sadaka yenye kunona mbele za Bwana, inamaanisha Mungu aliruhusu mifugo ya Abeli ingie kwenye shamba la Kaini, itafune ile mazao aliyokuwa akiandaa, na hapo ndipo uadui ulipoanzia. Maanake Mungu anaweza kumkemea adui alaye kama wewe mwenyewe umetoa mbele za Bwana. Maanake mazao ya Kaini yanatakiwa yaliwe na mifugo ile ile ya Abeli, ili mradi Mungu akatukuzwa aliye wa Abeli. Sema amen, amen. Sasa mtu mmoja atasema tu ni wivu ulitokea. Yamkini mifugo ya huyu mtu iliingia kwenye shamba la mtu, na huyu mtu akaingia hasira kwa sababu hakuona mahali pa kushtaki, na ndio maana akarudi akaenda kamuua ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda mbele za Mungu unamwambia Mungu, nataka mimi niolewe. Alafu shangazi yako yeye ndio alienda naye kuomba kwenye miungu yake, akasema hakuna mtu kuolewa. Sasa kiwango cha maneno unayotamka na shangazi alisema hakuna kuolewa, wewe unasema nataka kuolewa. Maana yake kuna opposite pale. Lakini ukitaka ubadilishe, anza kujua kwamba shangazi yako alitoa sadaka gani na umpa uhalali na nguvu ya kushikilia maisha yako. Sasa wewe utaenda kunena tu, utanena sawa. Lakini chenye nguvu, kitu cha ziada, lazima uwe na sadaka. Na hapo ndipo watu wengi waliookoka wamepigwa tikitaka na shetani. Sadaka ina nguvu kwenye ulimwengu wa maombi. Narudia tena, sadaka ina nguvu kwenye ulimwengu wa maombi. Lazima ujifunze kutolea sadaka. Kila jambo unaloliombea, unaombea kazi, itolee sadaka. Kwa sababu usipotoa wewe, kuna watu wanaitaka hiyo kazi ambayo uko nayo, na kuna mahali wanaenda kwenye miungu na wanatoa sadaka ili wakae mahali wewe umekaa. Unakaa kwenye ndoa, na kuna watu wanaenda kwa waganga ili na wao wakae kwenye ndoa. Lazima uelewe hili jambo. Sadaka ni kitu cha ziada kwa muombaji yoyote yule. Sadaka ni podo lililojaa
mishale kwa muombaji yoyote yule. Sadaka ni matokeo ya majawabu ya maombi uliomba kwa mtu yoyote yule. Anayeomba bila sadaka atazidiwa na watesi, atazidiwa na adui zake, ila aombaye kwa sadaka, sadaka yake itanena na yangine itanena. Ndio maana Yakobo anasema ingali Abeli amekufa, lakini sadaka yake bado ingali inanena. Manake amekufa lakini sadaka inanena. Abeli yuko hai, Kaini yuko hai, lakini sadaka yake haineni chochote. Roho Bwana kusaidia kumtolea Bwana sadaka kwa kila uombalo. Mtu mmoja anaitwa Ayubu, anaenda ombea watoto wake, haendi mikono mitupu. Watoto wake kweli yamkini hawajaenda hata mbele za Bwana, lakini yeye alienda na sadaka, akasema niangalizie watoto wangu. Nani ananielewa kidogo aseme amen? Nani ananielewa kidogo aseme amen? Nani ananielewa kidogo aseme amen? Hawezi ukaona pambana, unaomba lakini mikono yako umeikunja. Na hii inakusaidia sana. Unapokuwa unafunga, unaomba, unamuita Mungu, usisahau kuachilia sadaka. Narudia tena, usisahau kuachilia sadaka. Haijalishi umetoa mara ngapi, umejibiwa au hujajibiwa, ila nakwambia kitu cha ziada chenye matokeo, hata kama sio leo, ni kesho, ni sadaka pekee. Ni sadaka pekee. Ni sadaka pekee. Ezekia alipougua kufa, sadaka ilimsaidia. Biblia inasema alikuwa na hazina yake aliyoiweka mahali, ikamsaidia kumwongezea miaka mingine. Kumbe unapoingia kiwango cha maombi na unajua kabisa mimi ni muombaji, mimi ni mfungaji, silaha ya ziada lazima uwe mtoaji wa sadaka. Nani ananielewa kidogo aseme amen? Mwangalie mtu anaitwa Gideoni. Gideoni kuna madhabahu ya ukoo ya baba zake imekaa pale, na hii madhabahu inahitaji itolewe sadaka. Kwa sababu alishaona toka anazaliwa wazazi wake wanaenda pale wanatoa sadaka ng'ombe, wanatoa ng'ombe pale. Biblia inasema usiku ulipoingia, naye Gideoni akachagua watu, akachukua ng'ombe, akaenda akamtoa sadaka kwenye ile madhabahu aliyoifanya usiku. Manake alishajua kwamba hao watu nikienda kujenga tu madhabahu mpya kweli, nzuri kweli, lakini kama haina sadaka juu yake, bado hao wataijenga madhabahu na ashela yake itakuwa na nguvu juu yangu. Sema amen. Kwa anatoka, anafika, anasema tujenge madhabahu, ni mpya sawa, lakini juu yake itolewe sadaka. Unaomba sawa, unashindana na wachawi sawa. Kuna watu wanajisifia, wanasema kabisa mimi naombaga mpaka wachawi naona live, wengine wanakimbia, wengine wanafanyaje. Ndio maana vita yako haina tamati. Ila mtu mmoja ambaye alilijua hili, akasema mimi najua yajayo, ni nabii na najua niliyoko nayo sasa hivi, lakini mimi ninataka kitu kimoja. Jengeni madhabahu hapa, lakini kinachotakiwa juu yake, kama mnatoa sadaka, na mimi mnipe sadaka. Manake Elia anajua Mungu Baali anatolewa sadaka, lakini na yeye anataka ashindane nao kwa kuomba, kwa kuliita jina la Bwana. Anajua kabisa kama mimi nikiwa nabii nina uwezo wa kuita moto utashuka, ni sawa, lakini hapa kiwango cha Mungu yupi abudiwe ni kiwango cha sadaka kitakachoambatanishwa juu ya madhabahu. Unajua Elia sio kwamba ndo mara ya kwanza kushusha moto. Kuna majira alikuwa anashusha moto unashuka. Lakini hapa inaonyesha kabisa sadaka inatolewa, na yeye anatakiwa awe na sadaka kwa mkono wake. Na wakati huo unajua kabisa hana sadaka, hana mifugo, hana chochote. Akamwambia kama mnatoa ng'ombe, basi nichagulie na mimi ng'ombe mmoja. Katika wale ng'ombe wenu nataka na mimi nimtolee Bwana Mungu wangu. Sema amen amen. Nani anaelewa kidogo aseme amen. Ukiwa unaomba, usiwe muombaji wa makelele, kuwa muombaji wa vitendo, kuwa muombaji mwenye matokeo. Nimekwambia jambo la ziada, lazima ujue kumtolea Mungu sadaka. Sadaka ndio kitu pekee kwenye maombi kinaleta matokeo. Kuna majira unaweza ukaondoka, lakini sadaka yako ikabakia pale. Na watu wengi wanaomba leo, sio kama hawaombi, wanaomba. Na niliwahi kufundisha kitu siku moja, nikasema watu wengi sana waliookoka huwa wanapigwa sana na shida ya uchumi.
Kwa sababu watu hao wana uwezo wa kwenda kuchokonoa sana kwa midomo. Kawasha moto, moto, bibi, unashikilia na kuwasha moto. Wanaomba vizuri sana. Yaani hata hapa tukianzisha majeshi, uje waambia watu sekunde 2 wameshafika kule. Yaani hujaanzisha lakini unaona wanazagaa huko kwenye madumu. Unaona hapa tu. Leo Jennifer hajafika hapa tu. Hapa tu. Wamwenye wasema kweli watu wanaomba. Wanafyagia, wanafyeka vizuri sana. Lakini rudi kwenye uhalisia wao. Uhalisia wao ni hapa. Jamani, muda huu tumtolee Bwana sadaka. Unashangaa kila mtu ameangalia tu. Mwingine ndo kwanza anaenda kusogelea kinanda. Mwingine ndo safari ya kwenda chooni imewadia. Mwingine anaanza kuangalia mpishaje mwenzie atoke. Yaani kwenye sadaka hamtokagi. Tokeni njoni mtoe sadaka. Ona, sikiliza hiyo. Njoni hapa mtoe sadaka. Hivi wako kweli? Njoni hapa mtoe sadaka. Haya sasa, waambie, haya, kamata mapepo, piga mapepo, shikilia, ng'ang'ania, dandilia. Utamshangaa mtu yuko hapa tu. Hiyo kazi ni mbaya sana, kwa sababu unachokonoa vitu ambavyo vikija kwako bado vina uhalali. Maana unaanzisha vita inaongezeka zaidi ya hilo ulionayo. Lazima ujue ukifyeka mapepo uweke na alama ya sadaka. Itakusaidia kushinda vita ulioipambana. Sasa ole wenu ifike muda wa kuomba niwaambie ombeni afu mjikaushe. Mwende kule mzagae mfanye hivi. Lakini mjue kabisa mkimaliza maombi hayo, kitu cha ziada ambacho kinaweza kuleta matokeo kwenye maombi yenu ni sadaka. Kama mngalijua na maombi mkiwa mnaomba hapa, maombi yenu ni matokeo madogo sana. Ila sadaka ina nguvu sana. Narudia tena hivi. Maombi yenu ni madogo sana, ila sadaka ina nguvu sana. Ndio maana kila kitu kinachotolewa sadaka leo hii tunaweza tukakiona hakiishi, ila kwenye ulimwengu wa roho kina maisha marefu na kikubwa sana.